Ni kukaribishe katika somo la leo. Na somo la leo ni somo ambalo tunatakiwa tujifunze kwa umakini mkubwa sana mno. Somo linasema hivi: je, mwanadamu anaweza kutoa haki kwa mwanadamu mwenzie? Tunafahamu sote kuwa tunaishi katika ulimwengu ambao una changamoto mbalimbali. Ulimwengu ambao tunahitaji tupate suluhisho ya matatizo ambayo yanayoendelea katika ulimwengu. Lakini kinyume chake ni kwamba kila jitihada zinazofanyika wala haileti jibu lolote. Na unajua, changamoto na matatizo mengi ambayo yanayoendelea kwenye maisha yetu sisi wanadamu yanatokana na kuto kuishi kwenye msingi wa aliye chanzo chetu ambaye ni Mungu. Kama kweli wanadamu tungekubali kuishi kwenye msingi na kufuata utaratibu wa Mwenyezi Mungu, matatizo ambayo tunayoyaona yasingelikuwa kitu katika maisha yetu, kwa maana yule aliyeko upande wetu ni mkubwa kuliko matatizo. Kwa nini ninakuambia hivi? Changamoto kubwa ambayo tunayoipata katika ulimwengu ni kwamba tumeambatana na dunia. Na tunapoambatana na dunia, tunategemea kupata haki kwenye mahakama zetu za dunia. Tunategemea kupata haki na kutendewa haki kwa watawala wanaoiongoza ulimwengu. Tunashindwa kuelewa ya kwamba hata wale wanaosimamia sheria kwenye mahakama za dunia ni wanadamu. Tunashindwa kuelewa kuwa hata watawala wanaoongoza nchi zetu pia ni wanadamu. Na ndiyo maana utakuta sio wote waliofungwa ndani ya magereza kuwa wamekosea. Wengine tu walishindwa kuonesha ushahidi wa kutosheleza wakafungwa. Wengine tu kwa sababu ya maisha yao ya kutokuwa na chochote kile ambacho wanaweza wakawakabidhi wale ambao wanaoamua, kesi yao inakuwa tu haina maana yoyote, na unakuta sheria inakuangukia wewe na unafungwa. Ndio maana nikuulize swali: bado unategemea kupata haki kwenye hii dunia? Unajua, usalama wetu pekee ni pale ambapo tutakaposalimisha maisha yetu kwa Mwenyezi Mungu na kukubali Mungu aongoze maisha yetu. Na ni kwa nini ninakwambia hivi? Kwa sababu hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kutendea haki. Nitazungumza kwa upana hili somo. Kwa sababu gani ninazungumza kwa upana? Kwa maana kwenye kitabu cha Mathayo 22 fungu lile la 37, Mathayo hiyo, Marko 12 fungu lile la 30, Luka 10:27 na Kumbukumbu la Torati 11 fungu lile la kwanza. Hivi vitabu vinazungumza jambo moja. Ukisoma kwa wakati wako, ni neno lile lile kwamba umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili na kwa nguvu zako zote. Lakini ukiendelea kusoma inasema mpende ndugu yako ama jirani yako kama nafsi yako. Ukija kuangalia kumpenda Mungu na kuwapenda wanadamu ama jirani zetu kama nafsi zetu, haya maneno mawili yamefungamana katika utaratibu wa Mungu wa amri 10 za Mungu. Kwenye kitabu kile cha Kutoka 20 utasoma kwa wakati wako, kuna 4 ambazo ni uhusiano wako wewe na Mungu, na kuna 6 ambazo ni uhusiano wetu sisi kwa sisi. Na uhusiano wetu sisi kwa sisi inaanza kwenye ile amri ya 5 ambayo inayosema, heshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewao na Bwana Mungu wako. Na hapa ndipo ninaposimamia zaidi na kuzungumza hili jambo. Tunaishi katika ulimwengu ambao unatengeneza sheria
Ukiangalia sheria zinazotengenezwa ni sheria za kuwakandamiza wale watu wenye hali ya chini, lakini inapofika sheria inageukia kwenye upande wa wale waliotengeneza sheria, wanaipindua hiyo sheria. Ndiyo maana nikuambie tu ukweli ni kwamba hakuna mtu anayeweza kukutendea haki zaidi ya yule aliyekuumba, zaidi ya yule aliyekuleta kwenye hii dunia. Unajua, ngoja nikwambie, haki zinazotengenezwa kwenye hii dunia ni haki ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kumkosea Mungu. Na ndiyo maana utaangalia yaani mtu anasimama kwa ujasiri na kusema ya kuwa mimi sikuwaambia wazazi wangu wanilete kwenye hii dunia, kwa hiyo naweza nikachagua kufanya chochote kile ambacho ninachotaka kuchagua kufanya. Lakini swali, je, unafikiri kila mtu ambaye aliyeko kwenye hii dunia alichagua kuwepo kwenye hii dunia? Jibu ni kwamba hapana, ila ni mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana mimi na wewe tupo kwenye huu ulimwengu. Unajua, angalia ngoja nikwambie kitu. Haki ambazo tunazotengenezewa zimepelekea kiasi kwamba mtu kuamua kuchagua jinsia ambayo wakati amekuja kwenye huu ulimwengu hakuwa na hiyo jinsia. Watu wanashindwa kuelewa haki ambazo tunazozipigania ni haki ambazo zinatufanya kuwakosea wazazi wetu. Hasa mimi mahali ambako ninakoishi, mtoto anapokosea, kukitokea tu vurugu fulani, hata kama umemchapa kofi, tayari ni kesi ambayo inaweza kukupeleka ukafungwa. Na inasikitisha sana kuona watoto wanaamua kuwapeleka wazazi wao kwenye mahakama kiasi kwamba wazazi wanafungwa. Lakini ngoja nikwambie tu ukweli ni kwamba hakuna mtu anayeweza kukupenda kuliko mzazi wako. Hii ikae akilini. Yaani mimi binafsi ninapoangalia matukio yanayoendelea kwenye dunia, moyo wangu huwa unauma sana kupita maelezo. Maana watoto wanatetewa kiasi kwamba kutetewa kwa watoto kumefanya dunia ya leo kuwa na ndoa za jinsia moja. Tunashindwa kuelewa dhambi iliyofanya Mungu aangamize mji wa Sodoma na Gomora leo inapigiwa kampeni. Na bahati mbaya wanatumia bendera ambayo Mungu alipoangamiza ulimwengu wa kabla ya gharika alisema ya kuwa sitaangamiza tena ulimwengu kwa maji. Yaani bendera ya upinde inaonesha rehema za Mwenyezi Mungu kwa wanadamu, lakini leo inatumika kama njia ya kusambaza ndoa za jinsia moja kwa kila taifa, kitu ambacho kinasikitisha sana. Leo ngoja nikuambie kitu. Kitabu cha Warumi na sura ile ya kwanza. Kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza na fungu lile nitaanza kusoma kuanzia 24. Inasema hivi: kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakikisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. 26 nasema hivi: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawekeana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotovu wa yaliyo haki yao. 28 nasema hivi:
na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Inafikia mahali mambo ambayo wanadamu wanayoyafanya Mungu aliamua kuwaacha. Kwa nini? Kwa sababu walishindwa kuishi kwenye misingi iliyo bora na misingi ya Mwenyezi Mungu. Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke, akasema zaeni mkaongezeke. Watu wanasema hata kama nimekuja kwenye dunia nikiwa na jinsia ya kiume, mimi sikutaka kuwa jinsia ya kiume, naweza nikachagua kuwa jinsia ya kike. Unajua, kuna mambo hata kuyazungumza yanaleta aibu na yanasikitisha sana. Yaani unajua, inafika wakati fulani, yaani mtu amekuja kwenye huu ulimwengu si kwa mapenzi yake, bali ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini yeye anapingana na kusudi la Mwenyezi Mungu na kusema ya kuwa anaweza akachagua kuwa jinsi anavyotaka yeye. Lakini je, unajua mwisho wa kuwa jinsi unavyotaka wewe? Na inasikitisha sana kwamba hata unapozungumza kwamba unaingilia haki yake, na especially mimi hapa ninakoishi, uking'ang'ania kumfundisha mtu wa design hii, akikupeleka mahakamani anakushitaki, anashinda kesi bila shida yoyote na unafungwa. Sasa hizi mahakama ambazo zinafanya uchafu wa design hii ndizo ambazo tunazozitegemea sisi kututetea. Na haya yote nimekuambia ya kuwa haya yanatokea na yanaendelea kwenye ulimwengu kwa sababu tumetoka kwenye utaratibu wa aliyetuumba. Laiti kwamba tungeishi kwenye utaratibu wa aliyetuumba, tusingekuwa na changamoto na misukosuko ya mambo yanayoendelea kwenye dunia. Kitabu cha Yohana 14 fungu lile la 27 inasema hivi: amani yangu nawaachieni, amani yangu ninawapa. Amani ninayowapa mimi si kama wanadamu wanavyotoa amani. Alafu ukisoma Yohana 16:33 inasema hivi: ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekuwepo kwenye huo ulimwengu. Ni Yesu huyo anayesema, na nimeshinda. Kwa hiyo tukikaa ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo akikaa ndani yetu, twaweza kushinda yale yote yanayoendelea kwenye hii dunia. Twaweza kushinda changamoto zote ambazo tunazozipitia. Hakuna jambo lolote ambalo tunaloweza kushindwa Yesu akiwa upande wetu, kwa maana aliyeko upande wetu ni mkubwa kuliko yale ambayo tunayoyapitia. Ni kwa sababu tu hatujajisalimisha kwa Yesu Kristo ndiyo maana tunapitia haya yote. Ni kwa sababu tu hatujajisalimisha kwa Yesu Kristo ndiyo maana mtu anaona kumpeleka mtu mwingine kwenye mahakama ni jambo rahisi tu. Ni kwa sababu tu hatujajisalimisha kuwa chini ya muumbaji ndiyo maana tunaona kuwa sisi ni bora kuliko watu wengine. Tunaona kuwa kile tunachokifanya kuwa ni sahihi, hata kama tukielekezwa kwenye njia iliyo bora tunaona kuwa huyu anaingilia njia zangu, anaingilia maamuzi yangu. Lakini nikusikilize, nikuambie, ni Biblia na Biblia pekee ndiyo inayomuongoza mwanadamu katika njia iliyo bora na iliyo sahihi. Bahati mbaya ni kwamba hata baadhi ya nchi hazitumii tena Biblia. Kwa nini? Kwa sababu wanaona kabisa zinawapeleka
kwenye njia ambayo itawafanya watu wengine wakose ugali. Na ndio maana unaangalia taasisi zinakuwa nyingi, lakini taasisi nyingi zenyewe ni za nini? Ni za kuwapotosha wanadamu. Nikualike katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza 12 na 13, inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ambao ndio walioliamini jina la nani? La Yesu Kristo. Hebu chagua leo kuwa mtoto wa Mungu na kumfuata Kristo, ambaye ndiye njia pekee ya kweli na uzima, na yeye ndiye anayetenda haki sahihi tofauti na watu wengine. Mungu akubariki sana.